wokovu na neema na imani. Kwa hivyo kile kilituma tupate wokovu, kitu ya kwanza ni neema yenye Kristo alikuja akaiachilia. Na wakati alikuja akaiachilia, basi na ili ibebe kila mmoja, na kile ambapo kinalobeba mtu ni kile ambapo mtu anaelewa. Kusema neema ni kusema ya kwamba naweza kuwa jangwani lakini nitembee na neema. Neema huleta maji, neema hutengeneza njia, kwa sababu neema haitoki venye unaomba, neema haitoki kwa mtu hiyo mwingine. Neema hukuja kwa sababu kuna kitu ambapo unalojua. Tunaelewana? Kwa hivyo unaweza kuwa uko katika jangwa fulani kwa sababu si venye ninaomba, lakini kwa neema yenye iliachiliwa, na haikuwa ya watu hawa wala wale. Neema ni ya kila mtu, lakini ni mtu yeyote ambaye ataotambua neema inafaa ikuwe pamoja na mimi. Na wakati utaanza kuielewa, uanze kuitumia, itaanza kufanya kazi na wewe. Amen. Kwa hivyo wakati tunaanza kutambua neema ikitembea pamoja na sisi, hapo ndipo imani nayo inaingililia, kujua ya kwamba basi kwa sababu niko hivi, basi kwa sababu Yesu aliyekuja kwa sababu yangu, hapo ndipo nayo imani inaanza kukufungulia milango. Kwa hivyo ukiwa hauna ya neema, imani ikikuja haitafanya kazi, kwa sababu already haujajua kile ambapo kinafaa kiendelee pamoja na wewe. Pointi number 2 ikasema kujua Mungu kama Baba. Kwa hivyo wakati mnaopelekana na yeye, kitu ya kwanza tulisane na tuongee, baba hupenda mtoto. Kwa hivyo ni lazima tufanye Mungu Baba, na wakati unaenda mbele zake ujue huyo unaongea naye ni nani, ni baba yako. Kwa hivyo ukimzungumzia, na ndipo maandiko inasema mtoto hawezi kuitisha mzazi kitu akapewe jiwe ama nyoka. Ni lazima apewe kile ambapo anaitishwa. Kwa sababu gani? Already huyu ni mzazi. Kwa hivyo wakati utaanza kujua, na wakati ninaenda mbele za Bwana, ninaenda mbele za baba yangu,